Na sasa huu mwaka, hii wiki ambayo ni ya kwanza ya mwaka wa 2026, mimi nataka tusemezane kidogo tu. Leo hatusomi neno ama hatusomi mambo mengi, lakini nataka utufungulie Luke chapter 2 and verse 1. Luke chapter 2 and verse 1. Topic yetu itakuwa standing out for your government. Amen, amen, amen. Amen. Tusemezane tu kidogo, tuone vile huu mwaka ni mambo gani tutaweza kutekeleza. Luke, nataka tusome pale sisi wote. 1 to go. Luke chapter 2 verse 1, New International Version. In those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria. And everyone went to their own town to register. So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem, the town of David, because he belonged to the house of line of David, and the line of David, uzao wa Daudi. Weka ya 5. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child. 6. While they were there, the time came for the baby to be born. 7. And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger, because there was no guest room available for them. Bwana asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Historia yote tumesoma, sisi wote ni wasomi. Tumesoma vizuri sana. Wacha na verse 8, wacha tufikishe hapo. Rudi verse 9. Hata ikikaa verse 8 ni sawa tu. Kwa ajili tumesikia hii hadithi ya Mary, ya Joseph. Rudi verse 1. Mary, Joseph, wakati kukatangazwa ya kwamba kuna census ni nini? Kuhesabiwa, registration. Kufanya registration. Na huyu Mary, kwa maana nasikia wakati nilikuwa nasoma niliona ni 400 miles kutoka mahali ambapo walipo. Wakitembea na miguu watatumia siku 3. Bwana asifiwe. Lakini Mary na Joseph lazima wangesimama na wafanye vile serikali ya hiyo wakati ilisema. Bwana asifiwe. Lakini kuna jambo lilikuwa linanifurahisha. Kwa ajili it was the first time. It was the first time. Na neno la Bwana lilikuwa nimesema hivi, ya kwamba mtoto ambaye ni Yesu atazaliwa katika Bethlehem. Bwana asifiwe. Kwa hivyo the purpose of God ika-align na serikali ya siku hizo, lakini serikali hawako wanajua. Na sijui kama Mary walikuwa wanakumbuka. Mnajua Mary walikuwa wanakumbuka. Kwa maana Mary, Biblia inasema ya kwamba he pondered everything in her heart. Yale mambo yote alikuwa anajua, alikuwa na ponder in her heart. Na sisi swali yetu ilikuwa moja. Our government is the heavenly government.
Praise God. Because our heavenly government ndio iko na purpose yetu, ndio iko na alignment yetu. Na ndio maana wakati mwingi tunawaambia kwa ya kwamba vile serikali inaenda, jua ya kwamba your purpose, your godly purpose itafit hapo ndani kwa hiyo serikali. Bwana asifiwe. Swali letu ni kama kanisa, na kila mmoja hapa tunajua ya kwamba nowadays kanisa limekuwa tukisho, na kanisa ni mimi na wewe. Kanisa sio building. Praise God. Hii building ni Mungu alipatia watu pahali tutakuwa tunakutana, tunasikia neno, tunaleta dua zetu mbele za Bwana, tunaleta shukrani zetu kwa madhabahu. Lakini kanisa, the spiritual church is me and you. Praise God. And my question is, kwa nini nowadays kanisa linapigwa right, left, center? Unakuta kila mahali mpaka watu wengine wanasema kanisa sijui kumejaa nini, sijui kumejaa wezi, sijui. Na mimi saa zingine nasikia vibaya cause wanatuhesabu sisi wote. Lakini najua kuna wale ambao wamekataa ku stand out for this government, for the heavenly government. Kuna wale ambao wamekataa, na wakati wanaongea, kuna saa zingine nasikia wanaongea, wanasema wachungaji wote sijui ni, yaani wanaongea mambo ambayo ni chukisho. Na pengine wewe hauko pale, lakini umewekwa pale. Wazee wa kanisa wote, watu wa wokovu wote. Lakini kuna wale ambao wamekubali kustand for the government, wamekubali kuwa registered each and every day, because the word of God says that His mercies are new every morning, right? Yes. Kwa hivyo hii government unastahili wewe mwenyewe kujiuliza, am I standing correctly for my government? Am I going for registration for the purpose to align? Wakati uko kwa plot, wakati uko na wale wengine marafiki, pengine ni teens, pengine ni youth, do you register for your government? Can the people say that this one belongs to that government? Because when you align with that purpose, utakuta kwamba kuna watu ambao watajua yule hata kama ako pale ndani, yule hata kama ako pale ndani, yeye huregister kwa government yake kila wakati. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. Mimi saa zingine nasikianga vibaya ukisikia kwamba saa hizi tuko bilioni, tunaenda 8 billion. Si tunaenda 8 billion? Yes. Lakini 2 billion ndio wa Kristo nowadays. What is happening? What is happening? Wengine wanasema, angalia wale wasichana wanajifanyanga ati wameokoka, wanaendaga kanisa. But those ladies, those young men, they are not standing out correctly for the word of God. Kama ni kwa plot, unakuta mama ama mzee, wakati wa mama wanatukanana kwa plot, in the morning you did not register for your government, so you cannot stand out na utetee serikali yako. Wamama wakiitwa plot waambiwe ile plot ya wale wamama wanatukanana, hapana, huko kuna wokovu wawili. Wokovu wa gani? Na ndio wanakuwa wa kwanza kuinua sauti.
wako kwa nyumba kama hao vijana. Bishop Kangi mwenye uliona hapa. Siku hizo kina reverend walikuwa vijana. Alikuwa anapiga knock kwa reverend saa 8. Next time anapiga knock kwa mtu mwingine. Kuna siku alikuja akapiga knock hapa Githurai. Hiyo story ilichachisha sana. Kukuja hakupiga knock. Na ametoka Javaine. Alikuwa anakaa Javaine. Amekuja na hapa hivi kulikuwa kahawa. Wale wanajua. Amekuja amevaa kabuti mrefu. Kwa maana amesikia roho anamwambia huyo dada hajakaa vizuri. Wacha nikwambie kile kilitokea. Akaenda akasikia sita knock. Akakaa mahali. Wakati alikaa mahali na huyo mama alikuwa single mother, kuna kitu aliona. Sunday, wacha nimwambie hivi, tunaonanga mtu akiongeleshwa hivi. Sunday huyo mama akaitwa, mimi kwetu kwa kanisa. Sunday huyo mama akaitwa, sitamtaja jina kwa wengi wanamjua. Sunday huyo mama akaitwa. Akaambiwa mama fulani, kuja tutolee ushuhuda. Naye mama akakuja kwa zia hakujionyeshana kwa huyo mama. Akakuja, huyo mama akasema, ni wale wanatoa ushuhuda mpaka wanalia. Mimi nimefurahi. Mungu amenitendea mema. Nimesema sitarudi nyuma. Na pengine analia kwa ajili ya dhambi zake, mimi siko najua. Nilijua siku hiyo. Praise God. Bishop wetu Kangi hakuwa anajali vile utafanya ama vile utasema. Wakati huyo mama alienda kuketi chini, alisema, unaona huyo mama? Jina yake ni gani? So and so. Unamuona? Huyo hatuko ushirika kutoka siku ya leo. Praise God. Huyo mama akalia lakini hakutoka kwa church. Na bado saa hizi Mungu alimrejesha. Praise God. Lakini swali langu ni, kama enzi hizo zimeisha za kufuatwa, kwani unaishi maisha matakatifu kwa ajili ya watu? Unamfuata Mungu kwa ajili ya watu? You follow God because of your own benefit. Ya kuwa na hiyo relationship na your creator. Praise God. Na tukaambiwa hapa ya kwamba no discipline, no success. Especially in this year. Yeah? No discipline, no success. If you are not going to discipline yourself as a man, registering for your government, standing out for your government, especially this year 2026, utaangalia wengine tu. As a youth, as a teenager, umesikia hapa Joseph na Mary. Mary alipata mimba ya Roho Mtakatifu. Cause Mungu mwenyewe amepatia dunia mwanadamu, si ndivyo? Na ndio akuja hapa duniani lazima aombe mwanadamu, angeomba mwanadamu mwili. Lazima angeingia angeomba Mary tumbo mahali atakaa. Na aweze kuzaliwa. Kwa hivyo, hiyo mwili yako inakuwa very important. Kama Mungu akiwa mbinguni ataomba mtu mwili, kama sasa hivi ametuita tuweze kumwakilisha hapa duniani, tuweze kuwakilisha that government here. Praise God. What are you doing with that body? The word of God says in Romans 12, your bodies, give out your bodies as a living sacrifice. Kwa hivyo Mungu hata kama mwili ni wa kuoza, ako na haja na huo mwili. Kwa nini mwili wa Moses ulikuwa unafurutaniwa? Kwa maana Mungu ako na haja na huo mwili. Vile unautumia ukiwa hapa duniani ako na haja nao sana. Hallelujah. Stand out for this government. Stand out for this government.